nani wa kumlaumu pale ambapo mimba inaharibika? Ni nani ambaye tumlaumu? Ni baba, ni mama, aidha ni nani? Okay? Kitu cha msingi unatakiwa ufahamu kwamba hakuna mtu wa kumlaumu kwenye swala hili la mimba kuharibika. Kwa sababu asilimia kubwa ya mimba zinazoharibika ni kwamba hata ungefahamu kabla usingeweza kuzizuia. Ni kwamba zimetokea tu, usingeweza hata wewe mwenyewe kuzizuia. Na hii mara nyingi, kwa sababu mimba nyingi, asilimia 50, unakuta ni changamoto za chromosome. Kwa hiyo ni changamoto ambazo ni za ndani ambazo huwezi ukazuia. Na hii sababu za chromosome zenyewe abnormality hazifahamiki. Na hii changamoto kitaalamu inafahamika kama miscarriage. Miscarriage ni hali ya mimba kuharibika chini ya wiki 20, aidha kabla hajafikisha wiki 20. Kuna sababu tofauti ambazo zinaweza kupelekea mimba ikaharibika, lakini leo ningependa tuangalie aina ya mimba zinazoharibika. Aina ya kwanza ni ile ambayo inatishia kuharibika. Hii ni kwamba mtu unakuwa unapata dalili zote za mimba kuharibika. Unatokwa na damu ukeni, unapata maumivu ya tumbo, lakini shingo ya kizazi inakuwa imefunga. Kwa maana hiyo mimba haijaharibika, ila inatishia kuharibika. Ni muhimu sana ukiona damu ukeni, mama mjamzito, fika hospitali, kutana na daktari, mwelekeze kuhusiana hali yako ili uweze kusaidiwa. Lakini ya pili ni ile ambayo mimba, unaona dalili zote za mimba zimeharibika, lakini vile vile ni kweli mimba inakuwa imeharibika kwa sababu shingo ya kizazi vile vile inakuwa imefanya nini? Imeachia. Hii inafahamika kama incomplete. Kwa maana hiyo, hii mimba inaharibika kabisa, unatoka kabisa. Ni kwamba hii ni ngumu sana kuizuia kwa sababu shingo ya kizazi ikiwa wazi. Kwa maana hiyo hatuna namna ambayo tunaweza tukafanya rahisi ya kwenda kuifunga shingo ya kizazi. Mara nyingi huwa inatokea kwa namna hiyo. Lakini ya tatu inaitwa complete. Complete ni kwamba unakuwa na dalili ambapo unajikuta tu tishu zote zimefanya nini? Unaziona ukeni, ambapo hapa unakuta yani kila kitu kishatoka. Unavyoenda hospitali unashangaa wanasema hakuna kitu chochote ndani ya kizazi. Unaona? Kwa namna hiyo maana yani yenyewe inatoka kila kitu kwa haraka sana. Kwa maana hiyo vile vile ni ngumu kuizuia. Lakini kuna nyingine inaitwa missed. Hii missed miscarriage ni kwamba ni aina ya miscarriage, aidha ya mimba inayoharibika ambayo mtu hupati dalili yoyote ile, lakini unajikuta mwisho wa siku umepoteza dalili za ujauzito, lakini unaweza kujikuta huna nini? Yaani tunafanya vipimo, hakuna mapigo ya moyo ya mtoto yanayoendelea. Kwa maana hiyo unajikuta ndio hivyo unashangaa, lakini wewe kupata dalili ya aina yoyote. Na ya tano ambayo ndio ya mwisho ni ile aina ambayo mimba inaharibika zaidi ya mara 3, ile ya kujirudia rudia. Hii vile vile ni changamoto kubwa sana, na ukiona kama namna hii kuna uwezekano kuna shida, hakikisha unamwambia daktari wako ili upate kusaidia, kiwepo na pamoja na kupima vipimo vya damu wewe na mwenza wako. Ushauri wangu, ukiona dalili zozote ambazo zinatishia kwenye mimba yako, mama mjamzito, hakikisha unamuona daktari. Usiogope kukutana na daktari. Na zaidi usijilaumu kama mimba iliharibika. Kumbuka, mimba nyingi zinazoharibika ni kwa sababu za chromosome. Wiki lijalo, aidha wakati ujao, tutaangalia zaidi chromosome zinasababishaje mimba kuharibika na ni kwa namna ipi. Asante sana, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili uzidi kujifunza.